Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako. Hivi ulishawahi kujiuliza nini kilitokea kwenye maisha ya Jet Li? Kwa nini haigizi filamu kama mwenzie Jackie Chan? Ni kweli kwamba amefariki au anaumwa kiasi cha kushindwa kutembea? Kama wewe ni mpenzi wa filamu na unamfahamu Jet Li, basi bila shaka una maswali mengi kuhusu nyota huyu. Inawezekana umewahi kukutana na picha kadhaa mtandaoni zikimwonyesha katika hali mbaya, na kuna wengine walipata taarifa kuwa nyota huyu amefariki dunia. Katika video hii tutapata kujua ukweli kuhusu haya yote. La muhimu kwa sasa ni kusubscribe channel hii, kisha kubonyeza neno subscribe, kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Wengi tulianza kumfahamu Jet Li kupitia filamu za Tai Chi na Shaolin Temple, na kwa waliobahatika kutazama filamu zake nyingi wanaelewa kuwa Jet Li alikuja kuteka soko la Hollywood kwa kuonekana kwenye filamu kama The War, Romeo Must Die pamoja na mtiririko wa filamu za Expendables. Lakini hivi karibuni nyota huyu alitoweka na kukawa na sintofahamu kwamba anaumwa, na baadaye kaja kudaiwa kwamba amefariki. Ukweli ni kwamba Jet Li ni mzima, na hivi karibuni kupitia chaneli yake ya YouTube ameweka video ambayo inathibitisha mambo mawili. La kwanza, ameonekana ni mzima wa afya, na pili, ameeleza kuwa amestaafu. Japo hakusema amestaafu kuigiza filamu, lakini hiyo ndio kazi pekee tunayoifahamu amekuwa akiifanya maisha yake yote. Hivyo bila wasiwasi wote tunamwelewa kwamba amestaafu kuigiza. Katika video hiyo Jet Li ameeleza kuwa hivi sasa amestaafu, hivyo ana muda mwingi sana wa kukaa tu na kutokuwa na kazi yoyote. Hivyo ameamua kuanzisha masomo ya kuwafundisha watu namna ya kumasta utulivu wa akili na maisha kwa ujumla. Kutokana na muonekano wake katika video hiyo, Jet Li ameonekana kuwa na afya njema. Hata hivyo, mwaka 2025 kulisambaa video ikimwonyesha nyota huyu akiwa katika wheelchair akiingizwa hospitali, lakini baadaye ujumbe kutoka kwake ukafuata akisema kwamba nukuu, "Kuna shida ndogo kwenye hili jumba," akimaanisha mwili wake. "Kwa hiyo nimerudi kiwandani kufanyiwa marekebisho kidogo. Msihofu sana kuhusu mimi," mwisho wa kunukuu. Hivyo kitendo cha video hiyo kusambaa na mwaka huu yeye kujitokeza na kuweka wazi mpango wake wa kufundisha watu ni ishara kwamba afya yake imetengamaa. Licha ya hayo, hatuwezi kukwepa kwamba nyota huyu alikumbwa na maradhi ambayo yalimlazimisha kustaafu kuigiza. Kwa muongo mmoja sasa Jet Li amekuwa akihusishwa na fununu za maradhi, lakini kwa upande wake amekuwa akijitahidi kuweka wazi mashabiki zake. Jet Li alikiri kwamba alipata ugonjwa unaoitwa hyperthyroidism, ugonjwa ambao unahusisha tezi ya thyroid iliyoko shingoni. Sasa ugonjwa huu unasababisha tezi hii kufanya kazi kupita kiasi na kumfanya mtu kuwa na mapigo ya moyo yanaenda kasi, kuhisi joto kali na hata kupungua uzito sana. Baadaye kukaja kuwa na fununu kwamba nyota huyu alipelekwa hospitali kupandikiziwa moyo, jambo ambalo alilipinga na kuweka video katika mtandao unaitwa Douyin ambako ana wafuasi zaidi ya milioni 5. Katika video hiyo Jet Li alionyesha kifua chake kuthibitisha kwamba hana kovu lolote linaloashiria amepandikiziwa moyo. Jet Li alizaliwa mnamo tarehe 26 April mwaka 1963 huko Beijing, China, na jina lake halisi ni Li Lianji. Huyu ni mtoto wa mwisho katika familia yenye watoto 4. Wakati akiwa na miaka 2 tu, baba yake alifariki dunia, na huo ukawa mwanzo wa familia yao kuishi katika hali ya umaskini mkubwa kiasi cha kukosa chakula. Mpaka anafikisha umri wa miaka 8, Jet Li alikuwa tayari kishaanza kujifunza mchezo wa mapigano wa wushu, na ni katika wakati huo kipaji chake kilianza kuonekana machoni pa watu alipokuwa katika tafrija fulani iliyofanyika katika shule aliyokuwa akisoma, na baadaye akaendelea kuonyesha uwezo wake katika maeneo mbalimbali huko China. Haikupita muda Li akawa katika timu ya mchezo huo inayowakilisha Beijing nzima. Kutokana na nafasi hiyo, walifanikiwa kushiriki katika tamasha kubwa la michezo nchini China linaloitwa China All Games, na hapo ndipo alipoonekana machoni pa makocha wa mchezo huo ambao waligundua kipaji kikubwa sana kwa Jet Li.
Wakiwa naye karibu, waligundua kwamba Jet Li alikuwa hapati mlo kamili, na hii ni kutokana na hali ya umaskini wa nyumbani kwao. Hivyo wakaanza kumpelekea chakula nyumbani kwao ili ale na familia yake ili aweze kuongeza nguvu mwilini. Jet Li alikuwa na uwezo mkubwa sana katika mchezo wa wushu, kiasi kwamba alikuwa akienda kupambana katika mapambano ya watu wakubwa. Akiwa na miaka 12 tu, Jet Li alikuwa akipigana na watu wenye miaka ya 20 mpaka wanaokaribia 30, na katika mapambano mengi Jet Li alikuwa mshindi wa kwanza. Kutokana na uwezo wake mkubwa, Jet Li alikuja kuingia katika timu ya taifa ya wushu na wakawa wakizunguka sehemu mbalimbali, na kuna wakati walifika nchini Marekani ambako walifanya onyesho mbele ya rais wa wakati huo aliyeitwa Richard Nixon. Jet Li anaeleza kuwa akiwa huko, Richard Nixon alimfuata na kumwomba awe mlinzi wake binafsi. Jet Li akiwa amejaa mapenzi na taifa lake la China, alikataa na kumjibu, nukuu, "Sihitaji kumlinda mtu binafsi. Nikiwa mkubwa, nataka kuwalinda Wachina wenzangu bilioni 1." Mwisho wa kunukuu. Jet Li hakuishia kwenye mchezo wa wushu peke yake. Anadaiwa kuwa na uwezo wa michezo mingine mingi pamoja na staili mbalimbali za wushu. Akiwa na umri wa miaka 18 tu, Jet Li akastaafu kucheza mchezo huo, na hii ni baada ya kupata jeraha kwenye goti, lakini aliendelea kufanya kazi kama kocha msaidizi wa timu hiyo ya taifa. Uwezo na umaarufu wake aliyoupata katika mchezo huo ulimtengenezea njia nyepesi alipoingia katika ulimwengu wa filamu. Jet Li alianzia kuigiza huko China na baadaye akaenda Hong Kong. Filamu yake ya kwanza iliitwa Shaolin Temple, ambayo ilitoka mwaka 1982, na katika filamu hii Jet Li alikuwa akilipwa pesa ndogo sana kila siku anayoshuti, lakini baada ya filamu kutoka ilifanya vizuri sana na kuwa filamu kubwa na ikafanikiwa kuingiza mamilioni ya pesa, huku Jet Li akipata umaarufu na kutambulika kama mwigizaji mzuri. Unaweza kujiuliza jina la Jet Li lilitoka wapi, ikiwa jina lake halisi ni Li Lianji. Jina la Jet Li linadaiwa kuanza kutumika mwaka 1982 na moja ya chombo cha habari huko Filipino, ambao waliona jina la pili la Jet Li ni gumu, hivyo wakaamua waanze na jina la Jet, ambalo ni jina la ndege yenye kasi sana, na walimpa jina hilo kutokana na uwezo wake wa kuonyesha mapigo ya haraka haraka, na hivyo ndivyo jina la Jet Li lilivyoanza. Jet Li ambaye ni muumini wa dini ya Kibudha, mwaka 1987 alimwoa mwanadada aliyekuwa naye kwenye timu ya Beijing ya wushu, lakini pia waliwahi kucheza pamoja filamu iliyoitwa Kids from Shaolin. Mwanamke huyu aliitwa Huang Quan. Wawili hao walibarikiwa kupata watoto wawili wa kike ambao ni Shi na Taimi. Jet Li na mkewe huyo waliachana mwaka 99 na Li akamwoa tena mwigizaji kutoka Hong Kong aitwaye Nina Li Chi, ambaye pia walipata watoto wawili wa kike ambao ni Jen na Jada. Mwaka 2004 ilidaiwa kwamba Jet Li amefariki akiwa na familia yake, na hii ni kutokana na tetemeko lililotokea katika bahari ya Hindi na kusababisha tsunami katika maeneo ya pwani na visiwani. Wakati hayo yakitokea, Jet Li na familia yake walikuwa katika kisiwa cha Maldives kilichopo huko kusini mwa Asia. Licha ya kukumbwa na kadhia hiyo, Jet Li na familia yake walinusurika. Inaelezwa kuwa Jet Li alishiriki kwa kina kuwasaidia watu wengine katika uokozi, na huo ukawa mwanzo wake kuanzisha taasisi yake ya kutoa misaada kwa wahitaji. Baada ya kufanya kazi kwa miaka mingi nchini Marekani, Jet Li alipewa uraia wa nchi hiyo, hivyo akawa Marekani. Lakini ilipofika mwaka 2009, inadaiwa kuwa Jet Li aliamua kurudisha uraia huo, huku taarifa za uraia wake mpya zikiwa hazijulikani. Lakini baadaye ilikuja kujulikana kuwa Jet Li na familia yake wameamua kuwa raia wa Singapore. Baada ya kuhojiwa kuhusu hilo, Jet Li alidai kuwa aliamua kuwa raia wa nchi hiyo kwa ajili ya ubora wa elimu wa watoto wake Jen na Jada. Asante kwa kutazama video hii. Ni imani yangu kwamba utajiunga nasi kwa kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine.